Bwana asifiwe. Mwalimu William, ujumbe wa leo ni kuhusu mafundisho ya maziwa na mafundisho ya chakula kikuu. Tunapoenda katika kitabu cha Wakorintho wa pili 3 kuanzia 6, naye ndiye aliyetutoshelesha kuwa wahudumu wa agano jipya, wala si wa andiko bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, bali Roho huisha. Tunapoenda katika kitabu cha Luka 16:16 inasema, Torati na manabii vilikuweko mpaka wakati wa Yohana. Torati ni vitabu 5 ya Musa, vilikuweko mpaka wakati wa Yohana. Kutokea hapo tunajifunza mambo ya agano jipya. Tunapoenda katika kitabu cha Waebrania 5:11 inasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuieleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na Mungu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu ni maneno ya Torati. Na ndio watu wengi huwa wanafunza maneno ya Torati. Na hiyo ni hiyo maziwa. Lakini agano jipya ni chakula kikuu. Ninapoendelea kusema, maana mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao kwa kutumia wanaweza kupambanua mema na mabaya. Wanaweza kupambanua mema na mabaya. Tunapoenda katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 kuanzia kwenyewe nasema, Wakorintho wa kwanza 3 kuanzia kwenyewe nasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wa tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Kama watu niwanyosha maziwa, sikuwalisha chakula, maana mlikuwa hamtuwezi. Kwa maana hata sasa nyinyi watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usuta na vitina, je, si watu wa tabia mwilini? Si watu wa tabia rohoni. Mambo ya rohoni inahusikana na watu wa rohoni. Ukisoma Agano Jipya inaitwa watu wa rohoni. Lakini tabia ya vitina makanisani, kila mahali, vitina, uchochezi, hiyo ni vitabu ya Torati ambapo watu hushiriki ndani. Tunapoendelea na Biblia katika maandiko mengine nasema, kwa sababu hiyo tutaacha mafundisho ya kwanza ya Musa tuende mafundisho ya Yesu. Tutaendelea na Injili. Asante.